ni kama kinachotokea amini kwamba sio mpango kakati wake ambao alianzisha, ambao aliwatuma vijana wake wakaufanya, ndio maana anaonyesha kwamba hajalizika na kilichotokea. Kabisa, bado game ipo on. Sasa kidogo Zimbabwe imeanza kuamka. Aya, pembeni mwa uwanja huku, weka ndani huku, Prince Dube, weka ndani, go! Katika nafasi tam, mshambuliaji tam, anaweka chuma tam kolea, Prince Mpumelelo Dube, tunasema ni utamu kolea 20 anaitanguliza Zimbabwe. Goli safi kabisa. Prince Dube anaendelea alipoishia James. Tangu afungue akaunti yake ya mabao kule Zanzibar mechi zidi ya Falabat, Prince Dube amekuwa ni rafiki wa nyavu kweli. Water finishing ambao anaifanya Prince Dube kwa mguu wake wa kushoto. Water finishing kwa Prince Dube. Tazama ile receiving, alireceive kwa mguu mwingine, kisha akakeva kwa mguu mwingine. Goalkeeper Elishanawi amedrive, lakini wapi, na mpira anaokevu katika pembe kabisa. Ni hatari sana. Prince Mpumelelo Dube anaweza kumwita kwamba Sibairi Killer ama muuaji anayechekesha, anacheka huko na kuua. Tazama James bao hili, bao safi kabisa, dakika za mapema, na anamshukuru Mungu kwa kufanya jambo kubwa dakika za mapema kabisa hizi James. Yawezekana ni matokeo surprise kwa vijana wa Misri. Wameshangazwa. Wenyewe ndani ya dakika 7 walikuwa wameshatengeneza nafasi 3 clear za magoli, wakashindwa kuzitumia. Prince Dube, one chance, one goal. Zimbabwe 1, Misri Pinsepul. Hatari sana amefanya Prince Dube, kijana ambaye anatumikia klabu ya. Ndugu mwana Simba, karibu tena katika chaneli yangu, chaneli yetu pendwa Mwiluka Sport, kukupa update za uhakika na kwa wakati sahihi. Siku ya leo Simba Sport Club tena, mbali na kutangaza kocha mkuu Steve Libaka, lakini wameendelea kufanya marekebisho katika klabu yao kuanzia ngazi ya vijana mpaka senior team. Kwenye ngazi ya vijana, Jean Lafeli Boko, mshambuliaji wa zamani wa klabu hiyo, kwa mafanikio makubwa, fantastic captain, amekabidhiwa mikoba ya kuipaisha klabu ya vijana ya under 20 wa kiume. Amepewa mikoba akalisishe vijana, akawape madini vijana, wao wachezaji wazuri kama yeye, mafanikio aliyofikia. Sasa John Lafeli Boko, unahisi ana mchango gani kurudi ndani ya Simba? John Lafeli Boko yule ni kapteni fantastic, ni kapteni mwenye uwezo mkubwa ambaye alicheza Simba kwa mafanikio makubwa sana. Sasa kurudi kwa John Lafeli Boko mitaa Msimbazi paenda kuongeza kitu kikubwa sana, sio kwenye timu ya vijana tu, hata kwenye mchango wake na ushauri ndani ya klabu ya Simba. Maana John Lafeli Boko alipita Simba kwa mafanikio makubwa sana. Sasa wana Simba, John Lafeli Boko amerejea. Watu walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana. John Lafeli Boko anaendelea madini yake, haendi kuyasambaza mbali, anaenda kuwapa vijana, watoto wa Msimbazi pale wakue, waje kuisaidia senior team, waje kuisaidia nchi ya Tanzania. John Lafeli Boko, timiza kazi yako brother. Simba wamekuamini, Simba ni timu kubwa, imekuamini my dear. Ndugu mtazamaji wa Mwiluka Sport, karibu katika channel yetu pendwa. Hapa tupo tayari kukupa update za kimichezo zaidi. Machache utakayopata ukisikia, issue Luis Nixon Konde Boy anarejea Msimbazi, kasha saini miaka 2 tayari. Luis Nixon Konde Boy, usiseme Morris Abraham. Sasa ndoto ya watu wengi, Morris Abraham na Luis Nixon kucheza timu moja. Watu wanajiuliza, je, mbona ni kama wachezaji ambao wanafanana style of playing? Hapana brother, hapana ndugu mtazamaji. Morris Abraham na Luis Nixon ni two players ambao wako tofauti sana. Namna ya uchezaji wanatofautiana, baadhi ya vitu wanafanana, speed yao na style of playing iko tofauti, ubunifu wao akilini uko tofauti. Nakupa sifa za Luis Nixon. Luis Nixon Konde Boy wa Msumbiji kutoka Udisongo, ambaye tayari kasha sinya miaka 2 mitaa Msimbazi. Luis Nixon ni mchezaji ambaye kwanza ni mbunifu, eneo la mwisho anaweza kutengeneza nafasi na anaweza akafunga. Anaweza kutengeneza nafasi na anaweza akafunga. Huyo ni Luis Nixon. Ni mchezaji ambaye atumiki sana zaidi akiwa wide area. Anaweza akacheza hata
kutoka pembezoni mwa uwanja tumiki sana, anapenda kutokea pembeni na kuingia kukati inside, kuingia ndani ya uwanja, kitu ambacho kinampa advantage kubwa na anafunga magoli zaidi. Luis Miquissone Konde Boy, mchezaji ambaye anajua, ana uwezo mkubwa wa kukokota mpira na kuwa anakati kila mchezaji akawa anapiga jenga vingi. Huyu ni Morris Abraham, ana uwezo wa kuchukua Luis Miquissone Konde Boy ana uwezo wa kuchukua takriban hata wachezaji 6 wakafunga tela nyuma yake na akaondoka kijana. Huu ndio tofauti wa Luis Miquissone na Morris Abraham. Nakupa tena na kukumbusha tena, Morris Abraham yeye ni kijana ambaye kwanza anaweza kupoza mpira, ni mtu ambaye kama ball dancer fulani hivi, mchezaji ambaye anapenda kucheza mpira na anapenda kucheza sana zaidi wide. Ukitaka kumenjoy Morris Abraham zaidi, mchezaji akiwa wide area, afu timu ikiwa inashambulia zaidi kwenye mapana ya uwanja, unaweza kunufaika na Morris Abraham, because Morris Abraham mchezaji ambaye anapenda kucheza wide area la uwanja, pembeni ya uwanja, ili atengeneze nafasi kwa wachezaji wengine waweze kufunga mabao. Mchezaji ambaye yuko direct zaidi, kwa ni kitu ambacho wakikutana wote wawili zaidi, kocha atakayekuwepo kwa wakati huo Simba, Morris Abraham na Luis Miquissone, asihangaike kuwatumia, asiende akahangaika hata siku moja kuwatumia. Morris Abraham anaweza akamtumia mchezaji yule kama wanangu wa Msimbazi. Nafaa wanangu, nimeamka tu ghafla, pamoja na mambo mengi, mazongezonge mengi, sijui poor governance, uongozi wa mangungu mbovu, sijui nini kalikwenda karudi. Ila leo kitu kizuri za ndani, Miguel Gamondi kashamalizana na watoto wa Msimbazi. Kocha aje Simba kwambia ni Miguel Gamondi. Miguel Gamondi kashamalizana na uongozi wa Simba. Matola out. Miguel Gamondi anakuja na kocha msaidizi wake yule aliyenaye pale Black Stars, ndio atafanya naye kazi, maana Gamondi ndo chaguo lake yule kocha. Gamondi ndo kocha aje mtaa Msimbazi. Tayari kashamalizana na Simba kandarasi ya miaka 2 mtaa Msimbazi. Hii game over. Hatuna masiala, ingawa sasa mengine yaendelee. Tujenge Simba imara, Simba bingwa. Waambia tena Simba bingwa chini ya Miguel Gamondi. Kocha la pasi milioni, tunaupiga mwingi. Gamondi anakuja kuleta makombe. Gamondi anakuja kurejesha heshima mitaa ya Msimbazi. Gamondi ndo kocha mwenye hadhi na brand kuifundisha Simba Sport Club. Gamondi ndo kocha professional kuwahi kutokea Afrika. Anakuja kuleta makombe Simba baada ya misimu 4. Anaanzia ile ligi kuu tujapana, bado tujapoteza hapa, ni upepo tu umeumba. Upepo umeumba. Jonathan Soa chini ya Miguel Gamondi out. Jonathan Soa bye kwa mkopo baba. Mechi 5 tugharimu sisi. Simba timu kubwa brother. Simba timu kubwa, ila za ndani nakwambia tayari Simba shamalizana na Miguel Gamondi. Miaka 2 ataifundisha Simba baada ya kutoka AFCON. Ataichukua Simba mechi za CAF zote, tutakwenda naye Miguel Gamondi kuja kurejesha heshima. Simba bingwa, Simba bingwa nakwambia. Simba bingwa msimu huu mwanangu, nakwambia tena Simba bingwa msimu huu chini ya Miguel Gamondi. Simba bingwa. Simba bingwa wanangu, nawaambia chini ya Miguel Gamondi. Miguel Gamondi ndo kocha mwenye hadhi kubwa ya kuifundisha Simba Sport Club. Nikwambie tu kweli, Gamondi anakuja kurejesha heshima mitaa Msimbazi. Mashabiki wa Simba tuamke, tumpe support. Viongozi wa Simba tuamke, tuweni wamoja, tuondoeni tofauti zote, turejeshe heshima mitaa Msimbazi. Simba ni timu kubwa, Simba ni brand kubwa Afrika. Kila mtu anaamini Simba ni klabu kongwe na ambayo ipo inatoa competition kubwa Afrika. Sisi ni competitive klabu, tuna challenge vilabu vikubwa barani Afrika, na sisi tuna challengewa na wadogo wenzetu, wadogo zetu.
Hii klabu mimi naipenda. Nawaambia Simba bingwa brother. Naumia lakini roho inaniuma, misimu minne sina makombe, lakini chini ya Miguel Gamondi viongozi wamefanya kitu kikubwa sana. Miguel Gamondi ndio kocha mpya ya Simba Sport Club. Sisi tuna pamoja nasema this is Simba brother. Tutakwenda kubima champions mwaka huu. Niwaambie tu kweli, hii ndo Simba. Hii ndo big club. Hii ndo international team in Africa. Tunakwenda kuchukua ubingwa Afrika chini ya Miguel Gamondi. Tunafuzu ile kundi kibabe, nawaambia tunafuzu kundi kibabe. This is Simba brother. Naipenda Simba yangu, moyo na nyuma. Tunakwenda kuchukua ubingwa mwanangu. Bye. Watu waamini baba. Miguel Gamondi ndani ya Simba Sport Club pale. Kina Mangungu washamaliza tofauti zao, tunakwenda kuchukua ubingwa Afrika. This is Simba. Hello. Karibu mwana spoti, wale wazee wa michezo wanaofuatilia soka duniani kokote popote Afrika. Upo nami Mwiluka Simba Finest, kijana fale wa Katavi. Niko tayari kukupa update mbalimbali za kimichezo zinazojiri nchini Tanzania. Asa tambua sasa tupo katika kipindi cha usajili. Mambo ni mengi ambayo yanajiri, mambo ni mengi, timu zimechachamaa, hasa hivi vilabu vya Kariakoo, Simba na Young Africans. Tunakumbuka tunatambua zaidi Simba Sport Club ina magolikipa wake wote, Musa Pinipini Kamala, Yakubu Suleiman, magolikipa wote ni magolikipa tegemezi kwenye klabu ya soka ya Simba. Sasa unahisi nini kinafuata mitaa ya Msimbazi? Na Simba wameshadhibitisha taarifa tayari, wako tayari kutafuta golikipa na wapo jini tayari kutafuta golikipa ambaye atashika mikoba au mbadala wa Musa Pinipini Kamala na Yakubu Suleiman. Na Simba hawahitajiki kwenda kutafuta golikipa wa kimataifa. That's why Musa Pinipini Kamala ni golikipa wa kigeni. Musa Pinipini Kamala ni golikipa wa kigeni, na katiba au sheria za TFF zinazoendesha soka la Tanzania haiziruhusu klabu yoyote kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Sasa Simba Sport Club hawezi wakafuta jina la Musa Pinipini Kamala kwenye mfumo. Ni kitu ambacho kiko impossible, kwa sababu Februari Musa Pinipini Kamala ataanza kutumika mwishoni mwa Februari. Simba wameingia mjini tayari kuwatafuta baadhi ya magolikipa. Golikipa mmoja wapo ni golikipa wa Mtibwa Sugar. Simba wameenda kufanya mazungumzo na golikipa wa Mtibwa Sugar na wako tayari kufikia naye kandarasi ya mwaka mmoja ili aje aiokoe jahazi la mtaa Msimbazi, kwa sababu Simba wanapitia wakati ngumu. Ni klabu ambayo inapitia nyakati ngumu sana katika kipindi hichi. So wameona Simba ni vyema waende Mtibwa Sugar. Wameenda kugonga hodi, wanamtaka kijana mwenye umri wa miaka 23. So Simba wako serious sana na hii issue. Wanahitaji kufikia malengo yao msimu huu kwa namna yoyote, kwa kuruka viunzi, na jambo linalowakuta Simba ndio linapima uimara wa uongozi wao, linapima Simba wana malengo gani na wana viongozi serious kiasi gani ni kwenye nyakati hizi ngumu wanazopitia viongozi wa Simba. So Simba, aminini viongozi wenu wako serious na wako tayari kutafuta golikipa, na wako mjini wanatafuta golikipa. Golikipa wa Mtibwa Sugar ukimuona mitaa Msimbazi sishangae sana, ni kijana mwenye umri wa miaka 23. Tayari vyanzo vinaeleza, vyanzo mbalimbali, golikipa huyo yuko kwenye hatua za mwisho kufikia makubaliano na klabu ya soka ya Simba. Ni golikipa mzuri sana, muite Mafilimbi. Mafilimbi, golikipa anafahamika kwa jina la Mafilimbi, golikipa wa Mtibwa Sugar. Muda wote anaweza kasaini mitaa Msimbazi. Kulikuwa kuna magolikipa wengi wa kigeni wanahusishwa kama Ilonga, lakini Simba wamerudi nyuma. Musa Pinipini Kamala, golikipa ambaye wanamtegemea zaidi, wameamua kuacha
chana kusaka golikipa wa kimataifa, wameingia Mtibwa Sugar wamwamini. Ila mimi nilikuwa na wazo, unaonaje Ali Salim Katolo alejea Msimbazi? Wewe unalifikiriaje hilo? Ali Salim Katolo, golikipa ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, alibeba mazito mtaa Msimbazi, ila Simba wanapishana gari kama hivyo. Musa Pinpin Kamara anaumia, Yakubu Suleiman anaumia. Hakika angekuwepo Ali Salim Katolo, tusingekuwa tunasikia haya mengi, kwa sababu kijana tayari ana experience kubwa. Je, Simba sione aibu? Musa Pinpin Kamara ameumia, Yakubu Suleiman ameumia, sione aibu kumfuata Ali Salim na kumnyenyekea kijana aje aokoe Jazz?